بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Katika mfululizo wa darasa zetu za tafsiri ya Qur'an Karim kwa mukhtasari, leo tunaingia surat ya 31, surat Luqman. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Kama kawaida yetu, herufi hizi tunamwachia Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ambainishia anayetaka kumbainishia. Tilka ayatul kitabil hakim. Hizi ni aya za kitabu chenye hikma. Hudan wa rahma. Kitabu chenye mwongozo na ihsani kutoka kwa Mwenyezi Mungu lil muhsinin, kwa ajili ya watu wanaofanya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu wao kama anayemuona. Alladhina yuqimuna salata, ambao wanadumisha sala tano, wayutuna zakata, wanatoa zaka, wahum bil akhirati hum yuqinun, na ambao akhira wanayakinisha. Ulaika ala hudan. Mwenyezi Mungu anatangaza akisema kwamba hao watu waliosifika na sifa hizo ndio waongofu, waliotamakkan katika uongofu, wametulizana katika uongofu wa Rabbihim, kutoka kwa Mola wao. Fa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufuzu. Wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, kuna baadhi ya watu wananunua upuuzi wa hadithi, magazeti na vipeperushi vya ufuasi kirohoni, liyudilla an sabilillah, kwa ajili ya kuwapoteza watu, kuepusha na taa ya Mwenyezi Mungu, bighairi ilmin, pasi na ujuzi wote, wayatakhidha huzwa, wasifanye aya za Mwenyezi Mungu ni upuuzi. Ulaika lahum adhabun muhin, watu hao wameshathibitikiwa na adhabu inayodharaulisha. Wa idha tutla alayhi ayatuna, mtu namna hiyo anaposomewa aya zetu, wala mustakbiran, hugeuka na kibri, ka'allam yasma'aha, kama hakusikia, ka'anna fi udhunayhi waqra, kama kwamba ndani ya masikio yake kuna pamba na manemane. Fabashirhu bi'adhabin alim, mpe habari huyo ya kupambana na adhabu inayouma. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, katika aya hii nani anasema Mwenyezi Mungu, wale walioamini Mwenyezi Mungu na wakayafanya mazuri ya taa ya Mwenyezi Mungu, lahum jannatun naim, watapata wao pepo yenye neema ya kudumu, khalidina fiha, hali ya kudumu ndani makazi hayo. Wa'adallahi haqqan, hayo ni maagano ya Mwenyezi Mungu ya kweli. Wa huwa al-azizul hakim, na ndiye mshindi mwenye hikima. Khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha, ameumba Mwenyezi Mungu mbingu pasi na kuwepo nguzo mnayoiona. Wa alqa fil ardi rawasiya, na akaweka katika ardhi majabali, nanga ya kuizuia isiyumbe. Antamida bikum, ili isije ikayumba nanyi, ikamkenda kusini ikainama, mkenda magharibi ikainama, mkenda mashariki ikainama. Sio hivyo, imetulizana, mnakwenda mnakotaka, ardhi imetulizana, mnasafiri na vyombo vyenu vizito vyenye nguvu katika mgongoni mwa ardhi na ndani ya anga, ardhi haitikishiki. Wabatha fiha min kulli dabba, amechawanya ndani ya ardhi kila aina ya wanyama wanaotembea. Wa anzalna minas samai maa, asa Mwenyezi Mungu tumeteremsha kutoka upande wa mbinguni maji, ambatna fiha min kulli zawjin karim, tukaotesha katika ardhi hiyo kila aina ya mazao yenye kuvutia. Hadha khalqullah, hili basi ni umbo la Mwenyezi Mungu aliloumba. Faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi, katika aya hii ya 11 anasema Mwenyezi Mungu, hili ndilo umbo aliloumba Mwenyezi Mungu, basi hebu nionyesheni ni washirikina walichokiumba hao asiokuwa Mwenyezi Mungu, au mnaoabudu asiokuwa yeye, nionyesheni. Bali dhalimuna fi dhalalin mubin, bali madhalimu wako katika upotevu wa dhahiri. Walaqad ataina Luqman alhikma, katika aya hii ya 12 anasema Mwenyezi Mungu, tulimpa Luqman alhakim, tulimpa hikma, utume au fadhila.
tukamwambia anishkuru lillah, mshukuru Mwenyezi Mungu, wa man yashkuru fa inma yashkuru li nafsi, na yoyote anashukuru Mwenyezi Mungu shukrani hiyo italeta manufaa juu yake mwenyewe. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid, na atakayekufuru hamdhuru mwingine, Mwenyezi Mungu ni tajiri, ni mwenye kusifika. Wa idh qala Luqman libnihi, sasa kuna mkaso wa hikma hapa, hebu sikilizeni. Mkumbuke pale aliposema Luqman kumwambia mwanawe, wa huwa ya'dhu, akiwa akimonya, ya bunay, ewe kitoto changu kipenzi, la tushriki billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ni dhambi kubwa, ni dhulma kubwa. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain. Wa wasaina al-insana fi biwalidayhi, tulimuhusia mwanadamu awe imara, awe mkweli, awe na bidii na juhudi ya hali ya juu ya kuwaenzi wazazi wake wawili, kwani waliokazi walioifanya wazazi hao ni kubwa. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahni, amembebea mimba mama yake taabu na mashaka. Wa fisalu fi amain, na mpaka kufika kuachishwa miaka 2. Anishkur li wa liwalidayk, tukamwambia mwanadamu mshukuru mimi Mola wako niliwaomba wazazi wako, na washukuru wazazi wako kwa juhudi waliochukua. Ilayya al-masir, mjue kwamba kwangu mimi ndio marejeo yenu. Wa in jahadaka, na kama watakutesa kupiga jihadi wazazi wako wakakulazimisha, ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun, kwa kukutaka unishirikishe mimi na jambo ambalo usilolijua, usilokuwa na ilmu nalo, fala tutihuma, wazia hao usiwatii kwa hilo. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini tahadhar, jitahidi ukae nao katika dunia hii kwa wema. Usiwatusi, usiwasusie, usiwalani. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayhi, ifuate njia ya wale wanaorejea kwangu. Thumma ilayya marji'ukum, kisha nyote wewe na wazazi wako mtarejea kwangu, anasema Mwenyezi Mungu. Wa unabbiukum bima kuntum ta'malun, nitakuelezeni malipo ya yale mliokuwa mkiyafanya. Ya bunayya, ewe kitoto changu kipenzi, ina hakika ya shirk, in takum mithqala habatin min khardalin, ikiwa dhulma hiyo iliyotendeka ina uzito wa tembe moja ya watu ni tembe ndogo sana. Fatakun fi sakharatin, na ikawa tembe hiyo iko katikati ya jiwe, katikati ya mwamba, au fi samaa, au ikawa katika mbinguni, au fil ardh, au kutumboni mwa ardhi, basi dhulma hiyo ya atibiha Allah, ataileta Mwenyezi Mungu. Inna Allaha latifun khabir, Mwenyezi Mungu ni mpole na mjuzi. Mwenyezi Mungu ni mdani na mjuzi. Ya bunayya, ewe kitoto changu kipenzi, aqimi salata wa amur bil ma'ruf, dumisha sala 5 na waamrishe jamii kuyafanya mema. Wanha 'anil munkar, yakataza jamii kuyafanya maovu. Wasbir ala ma asabak, uvumilie juu ya matatizo na misiba itakayokufika. Inna dhalika min azmi al-umur, hakika ya hayo ndiyo mazumati ya mambo, ndio mambo muhimu kabisa ya msingi ya mtu kujitahidi nayo akamaliza maisha yake kwa ajili yao. Wala tusa'ir khaddaka linnas, wala usimemeteshe chabu lako kwa watu, yani usijikadhihirisha ukajiona kwamba unang'ara kwa watu, unapendeza, wewe ndio mzuri peke yako. Wala tamshi fil ardi marahan, wala usitembee katika ardhi kwa kibri. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Mwenyezi Mungu hampendi yoyote yule mwenye kibri na fahari. Waqsid fi mashika, chukua hatua ya katikati katika matembezi yako. Waghdud min sautika, usende kwa vishindo. Zuia sauti yako ukizungumza na watu, usiseme usigeuke radi. Inna ankara al-aswati la sautul hamir, kwani sauti kubwa sio upendezo, wala sauti kubwa sio heshima, wala sauti kubwa sio hodari.
kwani kama sauti kubwa ndio inayopendeza, basi sauti kubwa hakuna mnyama aliyechukiza sauti yake kama punda. Inna ankara al-aswati la sautu al-hamir, hakika sauti inayochukiza sana pamoja na ukubwa wake na ukali ni sauti ya punda. Katika aya hii ya 20 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Hujaona wewe Muhammad kwamba Mwenyezi Mungu amedhalilisha kwa ajili yenu mbingu na vilivyomo, amedhalilisha kwa ajili yenu ardhi na vilivyomo, wa asbagha alaykum ni'amahu, na akamimina bila kipimo juu yenu neema zake, zahiratan wa batina, za wazi wazi na za ndani. Hata hivyo nyinyi wanadamu mnashindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wa minan nasi, na miongoni mwa watu, man yujadilu fillah, kuna watu wanafanya mjadala upinzani kumpinga Mwenyezi Mungu bighairi ilmi, pasi na ujuzi wowote, wala hudan wala kitabi munir, wala mwongozo wowote wala kitabu chenye mwangaza. Wa idha qila lahum, na wanapoambiwa ittabi'u ma anzala Allah, fuateni miongozo aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, qalu sema bal nattabi'u ma wajadna alayhi abana, sisi tutakachokifuata ni kile tulichokuta nacho wazazi wetu. Awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhabi sa'ir, basi ajapokuwa shaitani anawataka wao kuwaita kwenye adhabu nzito, adhabu ya kuungua kwa moto. Wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin, na yote atajisalimisha dhati yake kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa anafanya ibada kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu kama anayemuona, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, hakika huyo ameshikamana na kamba ile madhubuti. Wa ila Allah aqibatul umur, na kwa Mwenyezi Mungu tukimema ya mwisho wa mambo yote. Wa man kafara fala yahzunka kufru, na atakaye kufuru ewe Muhammad usihuzunike kwa ukafiri wake. Ilaina marji'uhum, kwetu sisi ndio marjio yao, wa nunabbi'uhum bima amilu, tutawaeleza malipo ya yale waliyofanya. Inna Allaha alimun bidhati sudur, kwani Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyomo ndani ya nyoyo. Numatiuhum qalila, tutawastareza kupumbaza kidogo tu hapa duniani. Thumma naqtaruhum ila adhabin ghalib, kisha tuwavute haraka kwenye adhabu nzito. Wala insaltahum man khalaqa as-samawati wal ardh, na kama ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allah, watasema ni Mwenyezi Mungu. Kwa lugha yoyote watakayosema, Wabaniani wasema Buddha, na Wajemi wasema Khuda, basi wengine wasema God, lakini maana Allah ndiye aliyeumba Mwenyezi Mungu, si mwingine. Hawana mwingine atakayemvumbua akaweza kumthibitisha kwamba ndiye aliyeumba. Jibu lisingine isipokuwa ni Allah. Qul waambie alhamdulillah, sifa zote anazostahili Mwenyezi Mungu. Bal aktharuhum la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawataki kujua hilo. Sio hawajui, hawataki kujua. Lillahi ma fis samawati wal ardh, ni milki yake Mwenyezi Mungu vyote viumbe vilivyomo mbinguni na ardhini. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid, kwani Mwenyezi Mungu ni yeye tajiri mwenye kusifika. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam, na lau kwamba miti yote iliyomo katika ardhi itageuzwa kalamu. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, na bahari saba za ulimwengu zikaongezewa tena bahari saba nyingine zikafanywa wino. Ma nafidati kalimatullah, yesingelimalizika maneno ya Mwenyezi Mungu, zingelimalizika kalamu kwa kuchongwa na bahari ungalikauka wino. Inna Allaha azizun hakim, kwani Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye hikima. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida, hakuna uzito wote katika kuumbwa kwenu wala kufufuliwa kwenu
isipokuwa ni sawa sawa na kuumba na kufufua roho moja tu. Inna Allaha samiun basir, hakika Mwenyezi Mungu ni msikivu na ni muone. Analolifanya yeye Mwenyezi Mungu, inama amru idha arada shay'an yakula lahu kun fayakun. Katika aya hii ya 29 anasema Mwenyezi Mungu, alam tara anna Allaha yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl, hujapata kuona wewe kwamba Mwenyezi Mungu anauingiza usiku ndani ya mchana, ukawa usiku ni mfupi baadhi ya nyakati, wa yuliju an-nahara fi al-layl, na wakati mwingine mchana anaongeza ndani usiku ukafupika mchana kwa mrefu usiku. Wasakhara shamsa wal qamara, na pia amedhalilisha Mwenyezi Mungu jua na mwezi anatembea kwa masaa, kullu yajri ila ajalin musamma. Vyote hivyo ni viumbe vinavyokwenda kufuatana na muda uliopangwa kwa ajili yao. Wa anna Allaha bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa lolote lile mnalofanya analijua. Dhalika bi anna Allaha huwal haqq, hivyo ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mkweli. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, na vyote vile vingine ambavyo wanaviabudu wengine asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni batili, havifai kabisa wala havistahiki kuabudiwa. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, na Mwenyezi Mungu ndiye mtukufu, ndiye mkubwa wa yote. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri, huoni wewe kwamba majahazi yanatembea katika bahari? Bineematillahi, kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Anafanya hivyo Mwenyezi Mungu liyuriyakum min ayatihi, ili akuonyesheni nyinyi baadhi ya dalili zake. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur, hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi kwa kila ambaye anavumilia akazingatia mambo kwa kina na mwenye kumshukuru neema zake Mwenyezi Mungu. Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulal, wasafiri wanapogubikizwa na mawimbi kama mawingu, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kumtakashia yeye tu ibada. Lakini bahati mbaya, falamma najahum, akishakuwaokoa Mwenyezi Mungu, ila albari, wakajiona washafika juu, shafika ngambo, faminhum muqtasid, wako wengine wanabakia katika ibada inavyostahili na wengine wanakufuru. Wama yajhadu biayatina illa kullu khattalin kafur, lakini hafikii kuzikanusha aya zetu. Mwenyezi Mungu asema hawafikii kuzikanusha aya zetu isipokuwa kullu khattalin kafur, kila ni jauri kafiri. Ya ayuhan nas, enyi watu nyinyi, taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun wajazan an walidihi shay'a. Irshaw, iogopeni yawman, siku ambayo la yajizi walidun, hatatosheleza mzazi, an waladihi, kumtoshelezea mwanawe, wala mauludun, wala mtoto, huwajazi, hatatosheleza, an walidihi shay'a, kumtoshelezea mzazi wake chochote katika mateso ya Mwenyezi Mungu. Inna wa'ada Allahi haqqun, wa'di wa Mwenyezi Mungu ni wa kweli. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, usije ukakukhadaini uhai wa ulimwengu. Wala yaghurrannakum billahi algharur, wala sikukhadaini nyinyi kwa neema za Mwenyezi Mungu ibilisi mwenye khadaa. Inna Allaha indahu ilmus saa, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua ilmu ya kiyama, lini kitakuja, kwa muda gani itakuja, na kwa namna gani, na kitaanzia wapi, anajua Mwenyezi Mungu. Wa yunazzilu al-ghaitha, Mwenyezi Mungu ndiye anayeteremsha mvua. Wa ya'lamu ma fil arham, na anavijua vizazi vinapotunga mimba katika matumbo ya uzazi. Vizazi zinapotunga mimba zao katika matumbo ya uzazi anajua Mwenyezi Mungu. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, na haijui nafsi yoyote uchumi gani itakichuma kesho. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wala haijui nafsi yoyote nchi gani itafia. Inna Allaha alimun khabir, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi, ni mtambuzi wa habari zote. Allahumma wafiqna li shukri ni'amaika warzuqna as-sabra ala balaika wansurna ala al-qawmi al-kafirin wansurna ala al-qawmi adh-dhalimin
وانصرنا على القوم الحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.